Na Yesu asifiwe. Tunaendelea na mwendelezo wa somo letu la agano la Mungu la milele, uaminifu wake auishi. Na tutaangalia kidogo kupitia lile somo ambalo lililopita. Lile somo ambalo kipengele kilichopita ya kwamba tunaangalia kwamba Biblia inatufundisha nini. Kwa hiyo tunaona kwamba Biblia inatufundisha kwamba katika mianzo ya uumbaji kila kitu alichokifanya Mungu ni chema sana. Tunapoangalia Mwanzo 1:31. Lakini pia jambo la pili tunaona kwamba Mungu ndiye muumbaji wa kila kitu tunapoangalia Mwanzo 1:1. Lakini jambo la tatu tunaona kwamba Mungu alimuumba mwanadamu kwa mfano wake tunapoangalia Mwanzo 1:26 na 27. Lakini pia tunaangalia kwamba katika mianzo hii ya uumbaji kwamba Mungu alihitaji uhusiano wa karibu na mwanadamu, yani kwa maana ni ushirika. Tunaangalia pale Mungu alikuwa akiwatembelea bustanini. Tunapoangalia katika Mwanzo 3:8 alikuwa anatembelea pale bustanini. Lakini pia alikuwa anahitaji uaminifu na upendo, kwamba mwanadamu awe na upendo wa hiari, sio wa kulazimishwa. Awe na upendo wa hiari, sio wa kulazimishwa. Labda la tatu ni kwamba utawala wa pamoja. Alihitaji utawala wa pamoja na mwanadamu, kwamba mwanadamu apewe mamlaka juu ya uumbaji. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaangalia katika lengo kuu la mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Tunaona jambo la kwanza lilikuwa ni jaribio la utii. Jambo la kwanza kwamba mwanadamu awe na uhuru wa kuchagua. Lakini pia tunaona kwamba ni onyo la matokeo pale anaposema hakika utakufa hakika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo yote haya tunaangalia, lakini pia tunapoona jambo hili kwamba kweli Mungu alikuwa anahitaji uhusiano wa karibu na ametupatia mamlaka hayo yote. Kwa hiyo lazima tujue kwamba sisi ni wa thamani mbele za Mungu sana. Yaani ninaposema sana uelewe kwamba ni sana. Tuna thamani sana. Hata unapotembea unatakiwa ujitambue kwamba wewe ni wa thamani, na ndio maana umepewa mamlaka juu ya uumbaji. Na ndio maana wewe huko Mungu alikuwa anakutembelea bustani, alikuwa na ukaribu na wewe bustanini. Na katika mianzo hili ya uumbaji hapakuwa na tufanya namna yote, hapakuwa na mateso, hapakuwa na dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa na mwendelezo wa somo hili. Mungu